watu wangu, karibuni tena kwenye Zudas TV. Tupo Moshi mtaani na kijana wa bodaboda. Tunazungumza naye kuhusu maisha ya bodaboda na changamoto anazopitia kila siku. Kaka, kwanza jitambulishe, jina lako nani na una miaka mingapi? Mimi hapa hivi na miaka 23 na jina langu naitwa Ali. Kwa jina maarufu anaitwa Ali Chenga. Najua sana naitwa Ali Chenga. Bodaboda silikuwa naona niligusaga afu nikaacha nilipopataga Maseke. Ulikuwa unagusa? Nilikuwa naendesha sana. Bodaboda nimepiga. Okay. Umeanza kazi ya bodaboda mwaka gani? Nimegusa tokea 2019 ile 2020 nikapataga ajali nikaachana nayo. Kwa siku unaweza kuwa unapata shilingi ngapi gani? Inategemea, unaweza ukapata ni kwa siku, inategemea kuwa na vile vitu vyako kwa uhakika. Unakuwa ile kama leo unapigiwa simu kama nipate simu fulani, unaweza kufunga hata kwa siku hata 30, 25. Okay. Unaweza ukatuambia ni changamoto gani labda unazipata kupitia hiyo kazi yako? Changamoto ni ya mvua tu ikinyesha, ndio yani wagani mtu akifikiria kupanda bodaboda yani haizi panda bodaboda, ni changamoto ni ya mvua. Okay. Siku hizi tunasikia kuna baadhi ya abiria unaweza kuwapatia afu kumbe ni watu wabaya. Huwa hujai kukutana changamoto hizo? Hizo hapo ushakutana nazo. Sema nini, unakuwa umeshaji kama ujipanga fulani hivi yani. Unapambana nao vipi watu kama hapo hivyo nini kwamba ni hivi. Yani wasipime yani. Maana ni mtu unakuta bodaboda anataka kudharau, lakini unakuta kuna silaha yako labda na umeiweka unamwona jami. Maana sana natokea usiku. Mchana ni mara tofauti sana, mara chache sana mtu kumwona anakamata ni mchana ni anaibua bike. Nuko msituni. Lakini yani sana ni usiku. Yeah. Kuna tukio gani la ajabu au la kuchekesha uliwahi kukutana nalo na mteja? Mteja mmoja huyo shampakiaga. Alafu hela anasema hela iko nyumbani. Kumbe hela bana, mimi najua nikifika na mtakuwa nimshushe sehemu fulani anipe hela yangu. Sasa unakuta umemshusha alafu anakuambia twende nikakupea hela nyumbani. Kufika nyumbani kumbe alikuwa na mfanyakazi wake kumbe alimngarisha mapema. Akifika nyumbani akutana nyumba nyeupe. Hapo nabaki na mimi namsikitikia tena, ni hata ile nguvu ya kumuomba tena na huyu unashinda, inabidi tu yeye muone huruma. Namuuliza tunafanyaje hapo, mmoja ishatokea hivi. Changamoto kama hizo unajikuta tunatokea hizo. Na kazi ya bodaboda inakusaidia nini kwenye maisha yako? Kazi ya bodaboda inasaidia vitu vingi sana. Naam. Inasaidia vitu vingi sana, yani vitu vingi. Unakuta nitakuwa labda uende mkoa fulani, unaona hii langu nauli nikitumia hapa hivi nikiweka mafuta yangu tu kidebe yangu hapo vipo hapo, yani niguse sehemu fulani. Ghafla ni top tu, yani unagusa top. Na mafanikio gani hapo ulipata kazi? Hii bodaboda imenipa mafanikio mengi sana, yani wenyewe ni style gani nimenunua kitanda yangu hapo geto bodaboda. Na mpango ndogo hapo geto style bodaboda. Bodaboda inalipa. Okay. Una ndoto gani kubwa kwa maisha yako ya baadaye? Mimi na ndoto ya kuja kumiliki bike yangu mwenyewe yani. Bike yangu mwenyewe yani. Nikishafikia level kumiliki bike yangu mwenyewe, hapo ndo naweza kufungua sasa akili sana, nijue yani na ama vile gani. Maana nitakuwa ni yani kama umempiga tu rateke. Sawa. Unagusha level fulani. Poa sana kijana. Una ushauri gani kwa vijana wanaotaka kuanza bodaboda? Na washauri yani wasikate tamaa, waguse. Ni top yani mwendo ni ule. Usikate tamaa, maana wewe unajua riziki yako ilipo, mjomba wangu. Okay, sawa. Riziki ni kokote. Ndio. Asante sana kaka kwa muda wako. Na nyinyi watu wangu, kama mmeipenda interview hii, msisahau kulike, comment na kusubscribe hii channel.